Ujumbe wa neno la msalaba kwa leo ni huu: ipe nafasi damu ya Yesu iongee kwa niaba yako. Bwana Yesu asifiwe. Ziko sababu kadhaa, ngoja tuende nazo kidogo tuone tutafika wapi leo, zitakazobaki kesho. Sababu ya kwanza, kwa sababu damu ya Yesu ndiyo iliyoamriwa na Mungu kwa ajili ya kipindi cha Agano Jipya. Luka 22 ule mstari wa 20 unasema, kikombe nacho vivyo hivyo baada ya kula, akisema, kikombe hiki ni Agano Jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Yesu ameitambulisha damu huko nyuma kwa namna tofauti. Mahali pengine ameitambulisha kama kinywaji chake, kinywaji halisi. Lakini kwenye Luka tunaona kitu ambacho anafanya cha kutambulisha damu yake kutokea msalabani. Anasema kikombe nacho vivyo hivyo wakiisha kula, akisema kikombe ni kikombe cha Agano Jipya katika damu yake. Kwa hiyo anatambulisha damu yake kwamba muda wake wa kutumika unaanzia msalabani rasmi. Ndio maana inaitwa si tu damu ya Agano Jipya, damu ya Agano Jipya. Ilo Agano Jipya linaanzia wapi? Msalabani. Damu hiyo inamwagikia wapi? Msalabani. Kwa hiyo Yesu anatambulisha damu yake kutokea msalabani, kwamba heshima ya damu yangu kuwa ni damu ya Agano Jipya inapatikana msalabani. Ndio maana ukienda kwenye kile kitabu cha Waebrania sura ile ya 9 mstari ule wa 19 mpaka wa 22, ukisoma hiyo mistari utaona Musa jinsi alivyokuwa anafanya kwenye hema, alipokuwa anaweka wakfu hema, akinyunyizia hema na watu wote na vitu vyote vilivyokuwa ndani ya hema. Biblia inasema vilinyunyiziwa kwa damu. Na alipokuwa anazungumza nao, ule mstari wa 20 akisema, hii ni damu ya agano mliloamriwa na Mungu. Hakuwa anazungumzia habari za damu ya Yesu, alikuwa anazungumzia damu ya mafahari ambayo Mungu aliamuru ndiyo itumike kwa niaba ya watu kuongea. Kwa hiyo aliamuru kiagano, ilikuwa damu ya mafahari, na kwa sababu iliamriwa ilikuwa na heshima. Ukienda kwenye kile kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 17 mstari wa 11 anasema hivi, kwa kuwa uhai wa mwili katika hiyo damu, nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu, kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Dhambi ilipoingia ilidai mauti. Neema ya Mungu ikafungua ule mlango kwa ngazi ile, na Mungu akaamuru sadaka ya mafahari ya wanyama alioagiza iwe inatolewa, inawekwa kwenye madhabahu. Aliamuru ya kwamba hiyo damu kwenye madhabahu ndiyo itakuwa inafanya upatanisho, inaongea na Mungu kwa niaba ya wale watu. Ndani yake kuna uhai. Kwa nini kuna uhai? Kwa sababu imeamuriwa. Kuna namna ambavyo inaongea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Hallelujah. Unisikilize vizuri. Maana yake, unataka kwenda kuongea na Mungu kwa lugha ile ya Agano la Kale, huwezi kuongea naye direct. Lazima utafute mnyama aliyeamriwa, utoe sadaka alivyoamuru, isiyokuwa na mawaa wala doa, ikawekwa kwenye madhabahu na mtu anayestahili, sio tu mtu yoyote, ikatolewa ikawekwa. Sasa angalia, ikiwekwa kama sadaka kwa ajili yako mbele za Mungu, ile damu inachukua nafasi yako, inaongea na Mungu kwa niaba yako, kufanya upatanisho kwa ajili yako. Agano Jipya, Mungu kaamuru damu nyingine, inaitwa damu ya Yesu, ifanye upatanisho kwa ajili yetu. Kwa hiyo ukitaka kwenda kuzungumza na Mungu, tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu yake. Damu ya Yesu inachukua nafasi yetu, inaongea na kufanya upatanisho kwa ajili yetu. Na watu wengi sana hawajajua thamani yake ya Agano Jipya, na Mungu kuturuhusu damu ya mwana wake imwagike na ifanye kazi kwa niaba yetu. Kama damu ya Yesu inaweza ikazungumza kwa niaba yako na kwa ajili yako na pamoja na wewe, ikazungumza na Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, na Mungu akaitika, akakufungulia kibali, akakufungulia mlango, inamaanisha hiyo damu inaweza ikakupa nafasi wa kusema neno ambalo litamfikia mtu yoyote na Mungu yoyote. Damu inasemaje kwa niaba yako? Kwa kuweka imani kwa kitu kilichofanyika msalabani. Ukiweka imani katika kitu kilichofanyika msalabani ambacho Mungu alikifanya, kimoja wapo ni kuhakikisha damu inamwagika. Ukiweka imani, ile imani inaipa uhalali ile damu kuongea kwa niaba yako. Ni rahisi sana kutumia jina la Yesu. Kwa nini? Kwa sababu umefundishwa na imani yako ikainuka juu ya jina la Yesu. Kwa hiyo unaweza kusema katika jina la Yesu pepo toka, na pepo likatoka. Kwa nini? Kwa sababu unajua kilichofanyika msalabani juu ya hilo jina. Ni jina lipitalo kila jina. Kwa sababu alipokufa mauti ya msalaba, Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lipitalo kila jina. Kwa hiyo wewe unachofanya, unaweka imani kwenye kile ambacho jina limeandikwa kwenye Biblia kwamba litafanya. Sema kwa jina langu mtatoa pepo, ukaamini. Ukishaamini, kwa hiyo unafanyaje? Unasema kwa jina la Yesu pepo toka. Ukishasema kwa jina la Yesu pepo toka, humtoi pepo kwa jina lako. Ukishasema kwa jina la Yesu pepo toka, uwepo wa Bwana unatokea saa hiyo hiyo na pepo linakimbia. Hali kukimbii wewe. Ni vitu vingapi vilivyoko ndani ya damu ya Yesu? Unaimba, unaifurahia, unaisoma, lakini hujaelewa kilichoko ndani yake. Na kwa sababu hiyo unatumia tu kipengele cha kutakaswa damu, finished. Vingine vilivyoko huko ndani unaviacha. Kwa nini? Hakuna mtu aliyekwambia kwamba kuna vitu huko ndani. Ili uweze kuimarisha imani yako,